wako kadri na mapenzi yako, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mtumishi wa Mungu, karibu kwa ajili ya neno. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pigia Yesu makofi, pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi katika jina la Yesu. Amen. Mungu wa uzima, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa amani, Mungu wa uzima, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua una. Imba kwa sauti ukisema Mungu ni wa amani, Mungu wa uzima. Imba Mungu wa uzima, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Mungu wa uzima, Mungu wa uzima, Baba wewe ni uzima. Moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Tusimame kwa miguu yetu tunapomwalika Mungu akazungumze katika maisha yetu, ya kwamba hata kama mambo ni magumu, tunajua ya kwamba atatenda, ya kwamba tunajua ya kwamba hata kama wachawi wanainuka, tunajua ya kwamba atatenda siku ya leo. Anaenda kubadilisha maisha yetu, anaenda kubadilisha maisha yako siku ya leo. Hautapaki jinsi umekuja leo. Tulikuwa Friday kwa mlima, tuliomba Mungu, tukamwambia ya kwamba Mungu siku ya leo abadilishe maisha ya watu wale ambao wanalia, wakaanze kucheka siku ya leo. Wale watu ambao watu wamewazoea, siku ya leo wakaanza kufunguliwa siku ya leo. Ambia Mungu akanene na maisha yako siku ya leo. Ambia Mungu akukumbuke siku ya leo. Hata kama mambo ni magumu, tunajua ya kwamba yeye anaweza. Hata kama wachawi wanainuka, tunajua ya kwamba yeye anatosha. Ambia Mungu siku ya leo akakuonekania. Siku ya leo akakuonekania. Ibada ya leo iwe yako. Moyo wangu unakutamani Bwana, moyo wangu unakutamani Mungu, ya kwamba ukatawale maisha yangu, ya kwamba ukatawale maisha yangu. Baba, tunaposikia neno lako, wacha maisha yetu yakabadilike siku ya leo. Tunaposikia neno lako Bwana, wacha nguvu zako zikatende kazi kwa maisha yetu. Tafuta Bwana apatikanapo, muite sasa yu karibu. Asema Bwana tunapomuita, hakika atasikia. Tafuta Bwana apatikanapo, muite sasa yu karibu. Asema Bwana tunapomuita, hakika atasikia. Kanisa omba, 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 utafute uso wa aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. Kanisa omba. Baba, wacha siku ya leo kajibu maombi yetu. Wacha siku ya leo tukaone mkono wako Bwana. Wacha leo tukaone uso wako Bwana. Wacha leo Mungu tuone nguvu zako Bwana. Atakujibu kwa wazi. Imba kwa sauti ukisema omba. Imba kwa sauti ukisema utafute uso wa Bwana aonaye kwa siri,
atakujibu kwa wazi. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu ambaye unajibu kwa wazi. Hakuna lisilowezekana kwako Mungu. Baba, Waisraeli wakalia wakasema ya kwamba kama sio wewe wangelikuwa wapi? Wakati Farao anawafuata nyuma, wakati wanaona ya kwamba wamefika kwa bahari, wakati walipoona ya kwamba hakuna njia, Baba, wakati ulipowaokoa waliimba wakikusifu Bwana, wakisema ya kwamba kama sio wewe Mungu wangalikuwa wapi hiyo siku Bwana. Baba, siku ya leo ukatengeneze njia, ukatengeneze njia siku ya leo, ukatengeneze njia siku ya leo kwa wale wote wameingia mahali hapa. Baba, siku ya leo ukatengeneze njia. Baba, siku ya leo ukatengeneze njia. Kuna watu wamefika mahali wameona ya kwamba ni kama umewaacha. Baba, siku ya leo ukatengeneze njia. Kuna wengi wanalia shida, Mungu mtakatifu. Kuna wengine wanalia magonjwa Bwana. Baba, siku ya leo ukatengeneze njia. Baba, siku ya leo ukatengeneze njia. Baba, leo ukapasue njia. Wewe ni Mungu ambaye unaweza Bwana. Uliwafungua waliofungwa Bwana gerezani. Uliwatoa Paulo na Sila gerezani, wakafunguliwa, milango ikafunguka. Baba, siku ya leo wacha milango ikafunguke. Iliyofungwa na wachawi siku ya leo wacha ikaanza kufunguka. Iliyofungwa na wachawi siku ya leo wacha ikaanza kufunguka. Wacha ikaanza kupasuka. Wacha ikaanza kupasuka. Baba, tunaalika uwepo wako mahali hapa siku ya leo. Tunaposikia neno lako, wacha milango yetu ikaanza kufunguka. Wacha milango yetu ikaanza kufunguka. Tunaposikia neno lako siku ya leo, wacha milango ikaanza kufunguka. Wacha milango ikaanza kufunguka. In the mighty name of Jesus. Leo ni siku yenu ya baraka. Amen. Leo ni siku yenu ya kuinuliwa. Amen. Tulipokuwa mlima tulikuwa tunamuomba Mungu ya kwamba Mungu akaweze kutuonekania. Bwana Yesu apewe sifa. Tulimuomba Mungu ya kwamba akaweze kutubariki ili ya kwamba tuanze kuona mabadiliko. Tunataka siku ya leo Mungu aingie ndani yetu na mabadiliko tayari imeanza. Bwana Yesu apewe sifa. Ilianza na hii kiti moja ambayo tumeletewa, tukaambiwa ya kwamba itafanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Tulipokuwa mlimani tuliomba Mungu, tukamwambia ya kwamba zianze kukuja na sasa zimeanza. Bwana Yesu apewe sifa. Mkono wa Mungu ni mkono wa nguvu. Unaenda kubadilisha maisha yako siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tukae chini kwa muda mchache, nataka tusome Biblia. Ukiwa umeamini ya kwamba yupo Mungu mbinguni siku ya leo, anaenda kubadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Tulipoenda mlimani tulikutana na maaskari. Walitusumbua zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Hadi wakafika wakasema ni lazima mulipe. Tulilipa na tukaingia kwa mlima. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio tukaitisha uwepo wa Mungu uwe mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yule Mungu ambaye tulimuomba mahali hapa siku ya leo anaenda kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anifungulie Mathayo 17. Leo ni siku tu ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku tu ya maombi. Mathayo 17:14. Biblia inasema, yes. Nao walipoufikia mkutano, mtu mmoja akamjia, akampigia magoti akisema, Bwana, umrehemu mwanangu, mtoto wangu, kwa kuwa yeye ana kifafa na kuteswa vibaya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu mmoja yeye alimwendea Yesu akamwambia ya kwamba Bwana, ukaweze kunihurumia. Niko na mtoto wangu ambaye ameteseka. Niko na mtoto wangu ambaye anahangaika. Kifafa inamwangusha, inamumaliza. Ukamrehemu mtoto wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Leo naenda kumuomba Mungu akaweze kuwarehemu. Akawarehemu siku ya leo, akawahurumia siku ya leo, akafungua maisha yetu siku ya leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee chini. Kama Yesu aliweza kumrehemu ama aliweza kumwacha.
Irudie mstari wa 15, maandiko yanasema, yes, Bwana umrehemu mwanangu. Bwana umrehemu mwanangu. Kwa kuwa ana kifafa. Kwa kuwa ana kifafa. Na kuteswa vibaya. Na kuteswa vibaya. Maana mara nyingi huanguka motoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu ambao wanateswa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu ambao wachawi wanawatesa. Yes. Kila usiku hawalali wachawi. Wako kwa miti, wako mahali popote. Wanafunga maisha yao ili watu wahangaike. Ili watoto wasiweze kusoma. Ili watu wawe na magonjwa. Bwana Yesu apewe sifa. Leo ni siku ya kumuita Yesu ya kwamba akaweze kuturehemu, akatuondolea hizo shida. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuendelee chini. Na mara nyingi machini. Na mara nyingi anaanguka machini. 16. Yes. Nikamleta kwa wanafunzi wako. Nikamleta kwa wanafunzi wako. Hapo ndio nataka usikize. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kuomba kwa muda. Unaomba Mungu nifanyie hii. Na unaona ya kwamba haifanyiki. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kuomba hii mwaka ukaambia Mungu hii mwaka lazima nitachenga na isiwezekane. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Leo tunataka tujue ya kwamba ni kwa nini tunaomba isiwezekane. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini tunamulilia Mungu kila siku na iwezekani? Bwana Yesu apewe sifa. Tuendelee chini. Wanafunzi wake wakafanya nini? Nikamleta kwa wanafunzi wako. Huyo mtu yeye akamupepa yule mwenye kifafa, akamupeleka kwa wanafunzi wa Yesu. Wasiweze kumponya. Hawakuweza kumponya. Yesu akajibu akasema. Enyi kizazi kisicho amini. Enyi kizazi kisicho amini. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kizazi kisicho amini, kilichopotoka. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Leo tunataka tujue kwa nini tunaomba Mungu na Mungu ajibu. Bwana Yesu apewe sifa. Tukizaa jua siri, sasa tumuombe Mungu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Tutaona tu maisha ikiendelea kukua vizuri. Tutaona tu tukianza kuendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku wa leo mimi sicharara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sitawahi amuka eti sasa ninaamuka sasa ni wakati wakaweka magoti chini na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku wa leo nimesumbuliwa na mandoto zaidi ya kwamba wachawi wanaendelea kuinuka. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na huyu pastor, kuna pastor mahali hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Yes. Kuna pastor Geoffrey mahali hapa, mpigie makofi. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Geoffrey yako mahali hapa. Kuanzia siku ya Sunday tutamuweka kwa madhabahu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Aanze kumtumikia Mungu kwa kipawa ambacho Mungu amemupa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wewe kama unajua kuna kitu ambacho unaweza kumtumikia Mungu nayo, kuja utuambie, mimi ni mwimbaji, mimi ni mhubiri, mimi ninaweza kufundisha. Tutakupa na utafundisha, kwa maana tunafanya kazi ya Mungu. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Huyo mtu akamupeleka kwa wanafunzi wa Yesu. Wanafunzi wa Yesu wakamuombea, lakini hakuweza kupona. Tuendelee chini. Enyi kizazi kisichoamini. Yesu anawaambia ya kwamba enyi kizazi kisichoamini, kilichopotoka. Nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Muleteni huku kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu aliwakemea wanafunzi wake ya kwamba kwa nini nyinyi hamuwezi kumponya huyu mtu? Kwa nini msiweze kumuombea apone? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa maana alikuwa anawafundisha. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninafundisha wale watu ambao watajua kuomba, wajiombea wenyewe, wainuliwe, wabarikiwe katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunataka kila mtu ajue kuomba, kila mtu ajue vile anaomba. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Akawaambia ya kwamba nitakaa nanyi mpaka siku gani? Tuendelee chini. Yesu akawaambia ya kwamba mleteni huyo mtu ambaye wameshindwa kwangu. Mstari wa 14 maandiko yanasema, yes, Yesu akamkemea pepo. Naye akamtoka.
Yule kijana akapona tangu saa hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Akakemea ile pepo akaiamuru toka. Wewe mbaya unayesumbua huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe. Unayemweka kifafa anaanguka kwa maji, anaanguka kwa moto, unataka kumhangaisha, unataka kummarisha. Yesu akaambia ile pepo toka. Yule mtu akakuwa mzima. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio mamlaka tunaenda kutumia siku ya leo, ya kwamba lazima tutainuliwa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kwamba wachawi aidha wasipookoka wafe. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuna watu ambao wanafaa wakufe ili ukaweze kuishi. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Kuna madhabahu unafaa uvunje ili ya kwamba ukaanze kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuendelee chini kabla tuende tujue ni madhabahu gani hiyo. Tuendelee chini. 19 inasema 19. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu. Kisha wale wanafunzi waliokuwa wanamuombea wakashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakamwendea Yesu. Tuendelee. Kwa faragha wakasema kwa faragha. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa faragha wakaenda kwa fujo. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tumwendee huyu Yesu, tumuulize kwa nini sisi tunaombea huyu mtu apone. Ametumia nguvu gani ili nasi tuwe na hizo nguvu? Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanataka wajue siri. Hiyo ndio siku ya leo tunataka tujue. Siri ni ipi? Tunaomba atutendewe. Tujue siri kuanzia leo, tuifuate, tuinuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakamwendea Yesu kwa faragha waking'ang'ana. Tuendelee. Wakamuuliza nini? Wakasema mbona sisi hatukuweza kutoa? Wakasema mbona sisi hatukuweza kutoa? Yesu akawaambia kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana Bwana Yesu apewe sifa. Tunataka siku ya leo tuwe na imani, tusiwe na upungufu. Bwana Yesu asifiwe. Ili ya kwamba tukamata kila zile maanga, zile manyungu ambazo wameweka picha zetu, ili ya kwamba tusikamata, tufunguliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Leo ni siku ya maombi. Tunaenda kufunja kila madhabahu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa linaenda kuinuka kwa ajili ya uwepo wa Mungu. Tuendelee chini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana amini nawaambia. Amini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amini ninawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje. Mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradhai. Yes. Mtauambia mlima huu ondoka hapa uende kule. Mtauambia mlima huu ondoka uende pale. Bwana Yesu apewe sifa. Mkiwa na imani hakuna lisilowezekana kwa maisha yenu. Bwana Yesu apewe sifa. Mtaambia wachawi ya kwamba hamtatuweza. Bwana Yesu asifiwe. Mkiwa na imani mnaweza kuambia hata huu mlima ng'oka ukaende pale. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee chini. Na utaondoka. Na utaweza kuondoka. Wala halitakuwako neno lisilowezekana. Halitakuwa neno tusome hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha nirudie. Rudia hiyo. Wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakutakuwako na neno ambalo lisilowezekana kwenu. Ila kitu ambacho utakachomuomba Mungu ataweza kukupa kwa sababu uko na imani. Bwana Yesu apewe sifa. Leo ni siku ya kukua na imani kama hatuna. Bwana Yesu asifiwe. Ili ya kwamba tutapiria maisha yetu ya kwamba itaweza kuinuka. Hatutalia watu wanakufa wanaenda. Sisi hatutakufa kifo ya mapema. Tutaweza kuishi, tutangaza uwepo wa Mungu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Namna hii haiwezi kutoka kwa kusali, kwa kufanya nini? Namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Namna hii haiwezi kutoka ila kwa kusali na kufunga. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza omba mwaka mzima, unaweza omba mwaka mwingine, huwezi kujibiwa.
Kuna vitu zinataka uombe na ufunge. Bwana Yesu apewe sifa. Maombi, tuko na maombi different. Kuna maombi ya kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna maombi yenye hata ukiwa umesiba unaomba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna namna nyingine ambazo haziwezi kutoka isipokuwa kwa kusali na kuomba. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu aliwaambia ndio maana hamkutoa ile pepo. Kwa maana hii namna ingeweza kutoka isipokuwa kwa kusali na kuomba. So, si kila magonjwa ambayo utaombea iondoke. Kuna magonjwa ambayo inataka ufunge na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi wataanza kufunga? Wataanza kufunga. Ni wangapi wataanza kufunga? Bwana Yesu asifiwe. Tafuta tu siku ya kwamba Mungu, hii kitu imenisumbua kwa muda. Leo nimefunga kwa sababu ya hii kitu nikiomba. Bwana Yesu asifiwe. Uone vile hizo vitu zinaanza kutendeka. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe watu wa kukurakura. Chukua tu hata siku moja uambie Mungu, hii ni siku ambayo nimefunga. Hii kitu ndio nimefocus. Mungu ukaweze kunitendea. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kuna watu ambao wanafaa waondoke ili ya kwamba ukaweze kuinuliwa. Isaya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna madhabahu ambayo inakusumbua kwa maisha yako. Kuna wazazi wako, labda wazee ama maguka zako walikufa wakakuachia hiyo madhabahu ya kwamba walikuwa wanakunywa pombe. Labda familia yenu haikosi mtu wa kukunywa pombe. Labda sasa hiyo madhabahu inaenda kufuata watoto wako. Sema hakuna madhabahu itakayoinuka kwa maisha yangu. Hakuna madhabahu itakayoinuka kwa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 6 tukianza na 1. Kuna vitu ambazo tunafaa tukatae. Bwana Yesu asifiwe. Niwaambia ya kwamba wachawi wasipookoka lazima tuwaombee wakufe. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa maana wataendelea kutuhangaisha. Bwana Yesu asifiwe. Wasipookoka waachane nasi, tutaomba wakufe. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Isaya 6 tukianza na 1. Maandiko inasema Isaya 6 mstari wa 1. Yes. Katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia. Katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia. Nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi. Nalimuona Bwana akiwa ameketi katika kiti cha enzi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wakati mfalme Uzia alikufa, Isaya aliweza kumuona Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati tu mfalme alikufa, Isaya milango yake ikaweza kufunguka. Akaanza kuona Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Uzia inaweza kuwa ni magonjwa, leo itakufa tukaweza kuona Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Uzia inaweza kuwa ni wachawi wametufunga. Siku ya leo lazima hiyo ife ili ya kwamba tukaweza kufunguliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Leo ni siku ya kukataa Uzia na kuvunja Uzia. Afe tuinuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuna madhabahu inafaa ikufe iondoke ili ya kwamba maisha yako ikaanze kuenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mfalme Uzia alikuwa amefanya Isaya amuone Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye alikuwa amefunga ya kwamba Isaya hawezi kuona nguvu za Mungu. Lakini siku tu alipokufa, Isaya aliweza kuona mkono wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Isaya aliweza kuona nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya kubarikiwa. Leo ni siku ya kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Marko 16 tukianza na 14. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na uwezo kutangaza, tuko na uwezo kufunja hiyo madhabahu. Tuko na mamlaka ya kutosha tumepewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kama hatuna leo tunaitisha. Tupewe mamlaka ya kukataa na kuvunja. Marko 16 tukianza na 14. Maandiko yanasema, yes. Baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila. Yes. Akawakemea
kwa kutokuamini kwao. Akawakemea kwa kukosa kuamini kwao. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hakutaka wale watu wanasupaa. Bwana Yesu asifiwe. Alitaka wale watu ambao wako na imani, wale ambao wanajua ya kwamba kwa Mungu yote yanawezekana. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Akawakemea kwa kukosa kuamini kwao. Na ugumu wa mioyo yao. Na ugumu wa mioyo yao, hawataki kugeuka, hawataki kubadilika. Kwa kuwa hawakuwasadiki wale waliomuona alipofufuka katika wafu. Enda ukae pale kwa sababu hii spika inasumbua. Bwana Yesu asifiwe. Aliwakemea kwa kukosa kuamini kwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo ni siku tutakuwa na imani ya kwamba tunaenda kufunguliwa. Amen. Leo ni siku ya kukuwa na imani. Tusome hiyo Marko 16 tukianza na 14. Maandiko yanasema baadaye akaonekana na wale 11 waliopokuwa wakila. Akaonekana na wale 11 waliokuwa wakila. Akawakemea kwa kutoamini kwao na ugumu wa mioyo yao. Akawakemea kwa kukosa kuamini kwao na ugumu wa mioyo yao. Kwa kuwa hawakusadiki wale waliomuona alipofufuka katika wafu. Kwa kuwa wao hawakusadiki na kuamini yule ambaye aliyefufuka. Wakati alifufuka akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nendeni ulimwenguni mwote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Iwe ni mchawi muhubirie injili, iwe ni mganga muhubirie injili, iwe ni mwizi muhubirie injili. Mumwambie ya kwamba kwa imani yote yanawezekana. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee chini. Aminie na kubatizwa ataokoka. Atakayeamini na kubatizwa huyo ataweza kuokoka. Asiyeamini, na kuna wengine pia hawawezi kuamini, atahukumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hao watu sasa wanahubiriwa ni wawili. Kuna watu ambao wataamini, kuna watu watafurahia kanisa inaendelea, na kuna watu pia hawataweza kuona vizuri kanisa ikiendelea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema ya kwamba atakayeamini ataokoka. Bwana Yesu asifiwe. Na asiyeamini pia hawezi kuachwa bure. Hakuna kitu ambacho atapata. Bwana Yesu asifiwe. Atapata nini asiyeamini, asiyekubali, asiyetii? Asiyeamini atahukumiwa. Asiyeamini ajue ya kwamba atahukumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakikubali wakatae, wajue ya kwamba kuna siku ambayo hukumu inakuja. Bwana Yesu asifiwe. Sijui hiyo siku itakuwa namna gani kwa wale ambao waliokataa kwenda kanisa, kwa wale watu ambao walikataa kuwa na imani ya kwamba Mungu anaweza, wakaweza kumkimbilia, wakaenda wakakimbilia waganga ili ya kwamba biashara zao ziinuke. Wengine wakaweka, kuna vitu wanawekanga kwa manguo zinakaa vijiti. Bwana Yesu asifiwe. Wakakosa kuamini neno la Mungu, wakaweka vitu zao, wakajifungia zingine kwa miguu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia imesema ya kwamba asiyeamini yeye ataweza kuhukumiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe wahubiria injili, yule ambaye ataipokea ataweza kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini na yule ambaye hawezi kusikia ataweza kupata hukumu yake. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuepuke hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaki kuhukumiwa kwenda jehanamu. Tunataka tuingie mbinguni, tusangilie, tumsifu Mungu, tuseme ya kwamba tumemaliza ya dunia, tumefanya kazi, tumemaliza. Walitutukana wakatukataa tulipoenda kuweka hata kwa kurusedi. Wengine walisema ya kwamba tunapiga kelele, hawakutaka kutusikia, walikuwa wanapita tu. Lakini leo ni siku ya kushinda, tuingie kwa furaha tukisangilia, tukisema ya kwamba ni siku njema ambayo Bwana ametuandalia. Bwana Yesu apewe sifa.
Asiyeamini yeye atahukumiwa. Wewe mhubirie, mwambie kuja kwa Mungu. Akikupinga, akikudharau, wewe uachana na yeye, lakini ajue neno moja: asiyeamini, asiyefuata njia za Mungu, lazima ipo siku itafika ambaye atasema ningelijua ningefuata Mungu. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Siku ya leo tunataka tukatae madhabahu ya shetani. Tunataka tufuate tu Mungu, asimame kwa upande wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna maadui ambao wanatuhangaisha, wanatutesa sisi. Wakati labda tumefungua kanisa, wao wanaanza kuchinja makuku ya kwamba hiyo kanisa isiendelee. Wao wanaenda wamenunua kuku ya white, wameenda wameitafuta hata Kisii, wameenda hata mahali popote, hata Western, wameenda hata Ukambani kutafuta kuku ya white ili ya kwamba wakaichinja kanisa isiendelee. Bwana Yesu apewe sifa. Leo ni siku ya kuwatangazia ya kwamba hawana mamlaka kwa hili kanisa, ya kwamba hawana mamlaka kwa maisha yetu, ya kwamba hawana mamlaka kuruhusa magonjwa. Leo ni siku ya kukataa hiyo madhabahu. Tunaenda kuifunja siku ya leo au maadui wote wanaotuwazia mabaya. Saburi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wanatuwazia mabaya, kuna watu ambao wataki tuinuke, kuna watu ambao wanataka waone tukilia, tukiwaombaomba misaada. Kuna watu, Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba natazama milimani, msaada wangu unatoka wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Daudi akasema ya kwamba ninatazama milimani, msaada wangu utatoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Msaada wangu utatoka kwa Mungu. Msaada wangu hautatoka kwa wachawi. Msaada wangu hautatoka kwa waganga. Msaada wangu utatoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Msaada wetu hautoki kwa watu. Siku ya leo msaada wetu utaweza kutoka kwa Bwana aliyeumba mbingu na nchi. Bwana Yesu apewe sifa. Wale maadui ambao wanatunenea mabaya, tunataka wajue siku ya leo ya kwamba msaada wetu unatoka kwa Mungu. Zaburi 41 tukisoma 5. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Unajua tunakuchanga tu kanisa na hatujui kama kuna watu wanafurahia, kuna watu hata hawataki uishi, kuna watu hata wanatamani ya kwamba ukufe. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Zaburi 41 tukianza na 5. Zaburi ya 41 mstari wa 5, maandiko yanasema, yes, adui zangu wananitaja kwa maneno mabaya. Adui zangu wananitaja kwa mambo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usifikiri adui anakutaja kwa mambo mazuri. Usifikiri ya kwamba adui anakuombea ya kwamba ukanunue gari ama ukanunue samba ama ukachenge nyumba. Adui zangu wananitaja kwa mambo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Ni Biblia inasema, sio mimi, ya kwamba maadui zetu wanatutaja kwa mambo mabaya. Wanatutaja wakisema nini? Tuendelee. Inasema atakufa lini jina lake likapotea. Maadui zetu wanasema ya kwamba atakufa lini jina lake likapotea. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio maadui zetu wanatunenea, ya kwamba tutakufa lini jina letu likapotea, ya kwamba tutahangaika siku gani waone wao wakiinuliwa, ya kwamba tutakufa siku gani, ya kwamba magonjwa yatamaliza siku gani pesa zetu. Bwana Yesu apewe sifa. Leo ni siku ya kukamata maadui, ya kwamba hawana mamlaka kutuombea mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Tumepewa mamlaka na nguvu ya kupoa. Bwana Yesu apewe sifa. Leo ni siku ya maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Maadui zetu huwa wanatutaja kwa mambo mabaya. Atakufa lini jina lake likapotea. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kunaye Mungu mbinguni anaweza kubadilisha maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna ugonjwa ambayo inaweza kumshinda Mungu. Hakuna ugonjwa ambayo inaweza kumshinda Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusome Luka mtakatifu 17 ninapomalizia 17 tukianza na 11. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwaambie siku ya leo ya kwamba ile maadui wanayotunenea kuanzia siku ya leo haitafaulu. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna ugonjwa ambayo inaweza kumshinda Mungu. Hakuna shida ambayo inaweza kumshinda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna magonjwa iwe ni watu maelfu, wacha na magonjwa wote. Hakuna linalomshinda Mungu. Yote yanawezekana katika kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Luka mtakatifu 17 tukianza na 11. Biblia inasema nini? Maandiko yanasema kitabu cha Luka. Yes. Mlango wa 17 mstari wa 11. Yes. Ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu. Alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na ukumbuke alikuwa akipita akihubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe. Ili kwa kila mtu aminie akaweze kuokoka na asiyeamini akuje kuhukumiwa. Alikuwa anapita njiani akihubiri Injili, akienda mpaka huko kijiji cha Samaria. Tuendelee chini. Biblia inasema alipoingia katika kijiji kimoja alikutana na watu 10 wenye ukoma. Alikutana na watu 10. Bwana Yesu apewe sifa. Ambao walikuwa na shida ya ukoma. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikutana na hao watu 10. Bwana Yesu asifiwe. Watu 10 wako na ukoma, watu 10 wanataka waponywe. Sijui kama inawezekana. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna magonjwa ambayo hata madaktari hawawezi kukuponya. Bwana Yesu asifiwe. Kunaye Mungu ambaye anaponya, na Mungu yeye haitishi pesa, anakuponya bila malipo. Bwana Yesu apewe sifa. Tusome akakutana na watu 10 wenye ukoma. Bwana Yesu asema, yes. Wakasimama mbali. Wao watu hao walikuwa na ukoma, wakasimama mbali. Wakapaza sauti wakisema. Wakaanza kupaza sauti wakisema, Yesu Bwana mkubwa. Yesu Bwana mkubwa. Wanamtukuza. Tuendelee. Uturehemu. Uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni. Bwana Yesu asifiwe. Wakapaza sauti zao watu 10 wakiwa na magonjwa inawamarisha, wakiwa na ugonjwa ya ukoma. Ukoma mnajua jinsi inavyokaa, inakutoa ngozi, unaharibika ngozi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hao watu walipoona Yesu akipita, wakakaa mbali na yeye, wakapaza sauti zao ya kwamba Yesu uturehemu, utuhurumie. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tusikie ya kwamba unapomuita Yesu anaitika, unapomuomba Mungu anasikia. Tuendelee. Alipowaona aliwaambia, enendeni. Alipowaona akawaambia, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Walipokuwa wakienda walitakasika. Walipokuwa njiani kwenda wakaanza tu kupona. Bwana Yesu apewe sifa. Walipokuwa tu njiani wakienda wakatakasika, ile ugonjwa ikawaondoka. Bwana Yesu apewe sifa. Unapotoka mahali hapa siku ya leo, wacha uwepo wa Mungu uwe pamoja na wewe. Wacha Mungu akaanze kuandamana pamoja na wewe. Unapotoka tu milango ianze kufunguka siku ya leo. Unapoenda tu kwa nyumba yako, baraka zianze kukufuata. Ukaona ukiinuliwa kwa nyumba yako, ukaanze kuona ukibarikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu akawaambia ya kwamba nenda
mkajionyeshe kwa makuhani zenu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini walipokuwa wakienda wakaanza kupona. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi wanadamu kitu tunakuanga nayo, yule ambaye ametusaidia tunafika tunamsahau. Bwana Yesu apewe sifa. Wao walipokuwa wakienda wakaanza kupata tunaenda tukipona, magonjwa inaendelea kuondoka. Bwana Yesu apewe sifa. Ni furaha kuu walio nao wakati walipopona. Bwana Yesu asifiwe. Watu 10 hawana msaidizi, hawana yeyote wa kuwasaidia. Watu 10 wanaendelea tu kuangaliana wakiisha. Lakini siku moja wakakutana na Yesu, ambaye ni Yesu anayeponya magonjwa, ambaye ni Yesu asiyeshindwa, ambaye ni Mungu yule jana leo hata milele. Wakakutana na Yesu. Yesu akawaambia ya kwamba enda mkajionyeshe kwa makuhani. Lakini tu Biblia inasema ya kwamba habari tunasema ni breaking news. Bwana Yesu apewe sifa. Ikawa breaking news kwao ya kwamba walipokuwa njiani kuenda walianza kupona. Bwana Yesu apewe sifa. Tunataka tuendelee hiyo Biblia. Wakaanza kupona walipokuwa tu wakienda. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka munisomee hiyo Biblia tuendelee kwenda chini. Walipokuwa njiani kwenda waliweza kupona. Bwana Yesu asifiwe. Roho tayari imeanza kukamata Amos, ameanza kulala kwa Biblia. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna kitu Mungu anaenda kufanya kwa maisha yenu siku ya leo. Kuna neema ambayo isiyo ya kawaida inaenda kusuka kwa maisha yenu. Maisha yenu hayataenda kupaki jinsi yalivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tuliomba Mungu mlimani, tukamulilia Mungu. Hizo kilipu siku mtasipata kwa YouTube. Tulimulilia Mungu ya kwamba akabadilisha maisha ya watu, maana watu wanateseka, hawana wa kuwasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Wakapata, wameanza kutakasika. Tuendelee. Mstari wa 10 inasema, yes, mmoja wao alipoona kwamba amepona, na mmoja wao kati ya watu 10. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye wakati aliona nimepona nikienda. Bwana Yesu asifiwe. Akasituka, kumbe kulikuwa hivi. Alipotuambia tuende, kumbe alikuwa ametangaza uponyaji kwa maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Yule mmoja akaanza kuona nimepona. Tusikia akasema nini? Bwana Yesu asifiwe. alirudi huko akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akafanya nini? 16 akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Bwana Yesu asifiwe. Yeye wakati alipoona ya kwamba amepona, aliweza kurudi ili ya kwamba aende akasema ni asante. Bwana Yesu apewe sifa. Ni vizuri kushukuru wakati umepokea. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati Mungu amekutendea, wakati unaona ya kwamba una magonjwa, uko vizuri, ni vizuri uje kwa Mungu ukaweze kumshukuru. Tuendelee chini. Walikuwa 10. Mmoja peke yake kwa watu 10 ndiye peke yake aliweza kurudi ili ya kwamba akaenda akaambie Mungu ni asante. Bwana Yesu apewe sifa. Tuendelee chini. Mstari wa 17 inasema, yes, Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10. Hawakutakaswa wote 10. Hawakupona wote 10. Tuendelee. Wale kwenda kwa wapi? Wale 9. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akawauliza ya kwamba wale 9 wako wapi? Akamuuliza yule mtu ya kwamba amukukua watu 10, amukupona watu 10, wengine wameenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja anaweza kuokoka, mtu mmoja anaweza kukombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Hata siku Mungu anakuja, Biblia inasema ya kwamba mmoja anaweza kunyakuliwa na mwingine aachwe. Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa ni kilio kwa wale ambao wataachwa, lakini itakuwa ni kushangilia kwa yule ambaye atakayeingia. Bwana Yesu asifiwe.
Nataka nimalizie kitabu cha Ayubu 14:7. Halafu tuombe Mungu akaweze kutusaidia. Kuna watu ambao wamekata tamaa. Niliwaambia tukianza. Kuna watu ambao wanaomba kwa muda lakini hakuna majibu. Kuna watu wanalia kwa muda lakini hakuna majibu. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna kitu ambacho umeombea kwa muda na hujaweza kupata jibu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Ayubu Biblia inasema 14 tukianza na 7. Maandiko yanasema kwani yako matumaini ya mti. Turudia. Bwana Yesu asifiwe. Inasema Ayubu 14:7 inasema kwani yako matumaini ya mti. Kwani yapo matumaini kwa mti. Bwana Yesu asifiwe. Yapo matumaini kwa mti. Yakuwa ukikatwa utachipuka tena. Yakuwa ukikatwa utachipuka tena. Bwana Yesu apewe sifa. Kabla tuendelee, yapo matumaini kwa mti ambao umekatwa. Yapo matumaini ya kwamba hata walipokufunga unaweza kufunguliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Yapo matumaini ya kwamba hata kama walikuruhusia magonjwa ikakuingia, yapo matumaini ya kwamba unaweza kupona. Bwana Yesu asifiwe. Tusome hiyo Biblia. Yapo matumaini siku ya leo ya kwamba tunapotoka ibada ya siku ya leo hatutarudi jinsi tumekuja. Bwana Yesu asifiwe. Yapo matumaini kwa maisha yako. Tusome. Wala machipukizi yake hayatakoma. Yes, hayatakoma. Tuendelee. 18. Yes. Ijapokuwa mizizi yake hujakaa mchangani. Yes. Na shina lake kufa katika udongo. Yes. Kwa harufu ya maji. Kwa harufu ya maji utachipuka. Itachipuka tena. Na kutoa matawi kama mchi. Na kutoa matawi tena. Lakini mwanadamu hufa. Tuachilie hapo, tuachie hapo. Masaa inaenda. Bwana Yesu asifiwe. Yapo matumaini kwa mti uliokatwa. Funga Biblia zenu. Yapo matumaini kwa mti uliokatwa ya kwamba kwa harufu ya maji hiyo mti itachipuka tena. Yapo matumaini kwa maisha yako ya kwamba hata kama biashara uliyofungua ukafunga tena, yapo matumaini ya kwamba unaweza kufungua tena na hiyo biashara ikaweza kuinuka. Bwana Yesu apewe sifa. Hatuwezi kukata tamaa kwa sababu yupo Mungu mbinguni ambaye anaweza mambo yote. Bwana Yesu apewe sifa. Yapo matumaini kwa maisha yetu ya kwamba hatutapaki jinsi tulivyo. Yapo matumaini kwa maisha yetu ya kwamba hizo vifo, kuna watu ambao wanakufa tu accident nini, wengine watoto wadogo wanakufia hospitali, wanakufa tu kabla ya wakati wao. Bwana Yesu asifiwe. Hizo roho siku ya leo asina mamlaka kwa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame juu. Nataka utangaze ya kwamba hii imani ya siku ya leo ambayo tumeomba ya kwamba Mungu akaweza kukupigania. Mungu akakupigania siku ya leo. Ya kwamba Bwana Yesu asifiwe. Nifungulie hiyo kitabu cha Zaburi, unipe hiyo Biblia. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba hao maadui wanaokuhangaisha siku ya leo kuachilie. Ya kwamba familia yenu ikapata kufunguliwa. Ya kwamba hata watoto wenu wakapata kuinuliwa. Ya kwamba hata wazazi wako wakapata kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo Zaburi tuliyosoma mahali hapo ilisema vizuri ya kwamba adui zangu wananitaja kwa maneno mabaya. Atakufa lini jina lake likapotea, na mmoja wao akija kunitazama asema uongo. Moyo wake ujikusanyia maovu, naye atokapo nje huyanena. Bwana Yesu asifiwe. Wote wananichukia, wananinong'onona, wananiwasia mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Maadui zetu wanatuwasia mabaya, hawataki
tuinuke. Wanatunena kwa mambo mabaya, wanajifanya ni marafiki zetu, lakini huko nje wanatuwasia mabaya. Mchana wanajifanya wao ni marafiki zetu, lakini usiku wako kwa giza, usiku wako kwa manyungu, usiku wako kwa manyoka, wakifunga maisha yetu. Ikifika kesho yake mchana, wanakuja wanatusalimia vizuri, tukidhani ya kwamba ni marafiki zetu, lakini wanatuwasia mabaya. Bwana Yesu apewe sifa. Wakisema ya kwamba tutakufa lini, jina letu likaweza kupotea. Leo ni siku ya kukamata hao maadui. Leo ni siku ya kukamata hizo nguvu zao. Leo ni siku ya kukamata kila mipango yao. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya kukamata kila adui anayesimama kwa maisha yetu, kila anayejifanya ni rafiki, wakakukopesa pesa ukawapa, ukadhani ya kwamba unawasaidia, kumbe ni kufunga maisha yako. Wewe ukawapa 100, walikuambia ya kwamba labda hawana unga, wewe ukaona ya kwamba wacha uwasaidie, ukawapa ili ya kwamba wanunue unga, kumbe walienda kuiweka kwa manyoka, ili ya kwamba manyoka ikararie, ili ya kwamba usiweze kuinuliwa, ili ya kwamba usiweze kubarikiwa. Anza kutangaza siku ya leo ya kwamba hawana mamlaka, ya kwamba walichochukua kuna tumaini ya kwamba kitarudi, ya kwamba ile pesa waliochukua yako wakaenda wakaifunga. Waachilie siku ya leo, waachilie siku ya leo, ya kwamba yeyote anayeweka magonjwa kwa maisha yako akaachilia maisha yako siku ya leo, akaachilia ndoa yako siku ya leo, akaachilia watoto wako siku ya leo, akaachilia kanisa siku ya leo, akaachilia aliyeweka kwa manyungu. Anza kudai